Shuleni niliwahi kukutana na maswali ya mafumbo, lakini sikujua maana yake nini. Kilichoniingia akilini wakati huo ni ule usemi unaosema ya kwamba hasidi hakosi sababu, nikihisi ya kwamba labda ni mbinu tu za mwalimu, anataka tushindwe ili atupe adhabu. Maana hivi ni sekta gani ambayo inawaajiri watu kwa ajili ya kuja kujibu mafumbo? Au ndio yale mambo ya kutaka kupotezeana muda? La, ni hatari. Na hayo ni mawazo yaliyokuwa akinikabili wakati huo nilipokuwa nasoma. Kuna muhenga mmoja alipata kumwambia mwanaye, mwanangu, asilimia kubwa ya vitu au kila kitu unachokutana nacho katika maisha kina sababu na maana ya uwepo wake halisi, lakini kamwe huwezi kujua sababu na maana yake mpaka pale atakapokukuta ama kukufika, ndipo utajua sababu na maana halisi ya hayo yaliyokufika. Nilichokigundua juu ya umuhimu wa yale masomo ya mafumbo ni kumsaidia mtu kumtanua akili na kumsafirisha fikra zake, ili kumrahisishia mtu kukabiliana na mambo kwa uharaka zaidi. Na katika kutanuka akili na kusafiri kwa fikra, ndiyo ndani yake tunapata ile elimu ya kisaikolojia na falsafa. Psychology ni elimu inayochunguza akili, hisia na tabia za binadamu kwa kuangalia mtu jinsi anavyofikiri, kuhisi na kutenda. Na leo nitakuacha na psychology na falsafa kadhaa na imani zitakusaidia katika maisha yako. Namba 1, idha aradta an ta'rifa an-nasa kaifa yatahaddathuna anka fi ghiyabika fasma'ahu kaifa yatahaddathuna anil akharina fi hudurika. Unapotaka kuwajua watu jinsi wanavyokuzungumza unapokuwa mbali nao, basi wasikilize maneno yao jinsi wanavyowazungumza wengine pindi unapokuwa pamoja nao. Hivyo basi, unapokuwa katika kundi fulani, habari zao na stori zao ni kuwazungumza watu ambao hawapo, basi jua vile vile hata wewe unapokuwa haupo pia huwa unazungumziwa. Namba 2, lan ta'rifa makanataka alhaqiqiyyata 'inda ahadin illa idha ikhtalafta ma'ahu. Kamwe abadani aslani huwezi kujua nafasi yako halisi kwa mtu isipokuwa pale mtakapokhitilafiana naye, yaani kwa lugha nyingine mtakapogombana naye. Onyo, usije ukadharau maneno hata siku moja yaliyozungumzwa na mtu mwenye hasira, kwani hasira humfanya mtu kuzungumza kile kilichojificha ndani ya uvungu wa moyo wake dhidi yako. Namba 3, qatratun wahidatun min al-akadhibi tufsidu muhitan min athiqat. Tone moja la uongo linapofahamika huharibu bahari nzima ya ukweli. Hivyo haijalishi umeongea ukweli kwa kiasi gani, ikitokea siku moja ukazungumza uongo kisha uongo ule ukafahamika mbele ya masikio ya watu, basi imani yako yote hupotea dhidi yao. Hivyo basi, chukua tahadhari juu ya matendo na maneno unayoyazungumza ili kuisimamisha imani juu ya wale wanaokusikiliza. Uko nami Al-Ustadh Harun. Usisahau kulike na kucomment na kushare. Maasala.